Ndugu mtazamaji, hii ni Laughter TV na naongea hapa ni Laughter mwenyewe. Na kama mnavyoona hapa ni kwa dada zangu. Watatambulisha kwa majina. Sijui huyu unaomba kulia anaitwa nani? Dorcas. Anasema kwamba anaitwa Dorcas. Vipi, ni ule Biblia au? Ndio. Basi yule mama alikuwa na mtindo mema hivi. Sasa pia kwa kushoto kuna dada zangu wawili nao pia watapata kutambulisha majina yao. Sijui ni nani? Mimi naitwa Nyota. Yeye anaitwa Nyota. Naitwa Dada Mwajei. Yeye anaitwa Dada Mwajei. Sawa, naona kama mmevaa, yani kwanza mnapendeza. Asante. Mmevaa vizuri sana kabisa. Sijui kama mimi na huduma yote kanisani. Ya mimi ni mwimbaji mwanakwaya maana yake. Sote ni waimbaji. Wote ni waimbaji. Mbarikiwe sana. Na sijui kama nyinyi waimbaji kanisa gani? Power of God Church Rally. Wote ni waimbaji wa Power of God Church. Yaani hii ni kwaya ya Rally. Na kwa yenu nini inaitwaje? Labda watu wanataka wa search ili wawasikilize. Umoja Kwaya. Kwaya yao inaitwa Umoja Kwaya. Kwa ndugu mtazamaji, uende kwenye YouTube andika Umoja Kwaya, Power of God Church pale utawaona hawa. Sawa, leo nina swali, nina challenge ya kibiblia ambayo napenda kuwauliza. Na swali langu kwanza ni nini? Biblia ina vitabu vingapi? 66. Dada yangu Dorcas anasema kwamba Biblia ina vitabu 66. Ndugu mtazamaji, kama upo sahihi mtacomment hapo kama amepata au kama mkosa. Swali jingine kwa dada yangu hapa Nyota. Dada yangu Nyota. Agano la Kale ina vitabu vingapi katika hivi vitabu 66 ambavyo dada Dorcas anasema? Kwa hiyo Agano la Kale ina vitabu vingapi? Agano la Kale, mimi siwezi kadanganya sijui. Lakini nikiguess inaweza kuwa 49 au 46. Ubarikiwe sana. Dada yetu Nyota hapa ana uhakika. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, labda pengine unaweza kumsaidia kuweka jibu comment ili ajue. Lengo ni kujifunza. Hakuna ambaye anajua popote hapa na hii nilishike. Kwa hiyo tuko tunajifunza. Kwa hiyo andika hapo comment jibu. Dada Mwajei, Agano Jipya ni vitabu vingapi? Nikiguess nadhani vitabu 23. Dada Mwajei amesema kwamba Agano Jipya ina vitabu 23. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Laughter TV utacomment hapo kama wadada wamepatia hizo swali. Bado swali zipo, hajaisha ni nyingi tu. Swali nyingine ni hili. Dada Mwajei. Vitabu vya Injili ni vingapi? Ni 4. Ni 4. Vitaje? Kuna Marko, Luka, Yohana na Mathayo. Marko, Luka, Yohana na Mathayo. Ndugu mtazamaji utacomment hapo kama umepatia au vipi? Au labda pengine amechemka utaandika hapo. Dada Nyora, nina swali. Nitajie kitabu cha mwisho cha Agano la Kale. Kitabu cha mwisho cha Agano la Kale ni Mika. Mika. Ndugu mtazamaji amechemka au amepata? Utacomment hapo. Utacomment hapo. Dada Dorcas, niambie kitabu ambacho kina sura nyingi katika Biblia. Zaburi. Dada Dorcas amesema Zaburi ndio kitabu ambacho kina sura nyingi katika Biblia. Ndugu mtazamaji wa Laughter TV, hii ni challenge. Hii ni maswali ya Biblia ambayo nawauliza hawa. Lengo ni kujifunza. Swali lingine ni hapa. Dada Nyota, upo tayari? Baada ya Elia kufa, sawa? Elia kupaa juu mbinguni. Ni nani aliyebaki na roho yake? Baada ya Elia kufa. Kuna mtu ambaye alikuwa anamsumbua, roho yako naipenda, nimetewa. So ni nani aliyebaki na roho ya Elia? Elisha. Ndugu mtazamaji utacomment hapo kama umepatia au vipi. Naona wadada wako sawa. Yaani Umoja Kwaya kabisa naona mko sawa, mko sawa. Dada Mwajei, Jason, uko tayari? Vizuri sana. Ni nani alikuwa mkulima wa kwanza katika Biblia? Mkulima. Mkulima wa kwanza. Biblia alikuwa nani? Yaani alianza kulima. Alikuwa nani?
Very interesting. Nikigesi 3 days later. Kati ya Ibrahimu na Noah. Anasema kati Ibrahimu na Noah. Ndugu mtazamaji, utaandika kwa comment hapo. Hawa ni wana Umoja Kwaya, tuko nao hapa na tuko na maswali hapa. Ni challenge questions. Na nyoroko sawa? Yeah, niko sawa. Upo tayari? Hata Dorcas. Okay. Upo sawa? Kuna swali jingine hapa. Dada Dorcas. Baada ya Musa kufa, ni nani aliyofikisha wana wa Israeli Kanaani? Yoshua. Anasema kwamba alikuwa ni Yoshua. Vizuri sana. Dada Majei. Katika wale wapelelezi 12 na waliokwenda kupeleleza Kanaani kule. Sawa? Wapelelezi 10 na wanasema kwamba ile nchi ni mbaya. Na jiko na watu kule ni wakubwa kwa zidi. Ni giant. Lakini wawili wanasema kwamba ile nchi ni nzuri. Je, hao wawili ni wakina nani kama unafahamu kwa majina? Tuambie. Kiukweli kabisa sijui. Anasema kwamba hajui. Hii swali pia nitapeleka kwa Dan Nyota. Niambie hao wawili walikuwa wakina nani? Na mimi sijui. Get out of here. Wapelelezi 12. Dorcas. Hao wawili ambao wanasema kwamba ile nchi ya Kanaani ni nzuri ambayo imejaa maziwa na asali ni wakina nani? Lakini wengine 10 wanasema nchi ni mbaya, sijui kuna watu wanakula watu wengine kule, kuna giant. Lakini kuna wawili tu ambao wanasema nchi ni nzuri. Hao ni wakina nani? Na mimi sijui, ila nadhani kati yao utasema tu ni Yoshua, kwa sababu si Yoshua ndo aliweza kuwafikisha hadi kule Kanaani. Maana yake alikuwa anajua kwamba kule kwa salama, ndio maana anajua kwa sababu alienda kwanza huko. So kati ya wale wawili nitajua tu mmoja ni Yoshua. Lakini kile sijui. Wa pili ni nani? Hapo mchemka. Ndio mtazamaji, mta comment hapo. Wa kwanza nani? Wa kwanza alikuwa Yoshua, wa pili alikuwa ni nani? Utaandika hapo tu ili kutusaidia sote. Na swali la mwisho ni hapa, hivi tutakuwa swali la mwisho kabisa na tufunike kipindi chetu cha leo. Swali la mwisho ni hii. Hivi ni kwa nini wale kina Shadraka, kina Meshach na Abednego kwa nini Shadraka, Meshach na Abednego walikataa kuabudu ile sanamu ya mfalme Nebukadneza? So, kwa sababu alikuwa na neno la Mungu ndani mwao. Walitii neno. Danyora, hapo tutambiaje? Walikuwa wanajua Mungu wa kweli ni yupi, na kama jinsi alisema pale walikuwa wanalitii neno la Mungu wao. Yaani walijua ni nani was the real God, na walikuwa wanajua ni sanamu ya Mungu. So Dada Majei. Kwa kuongezea hapo, cha kwanza walikuwa na neno la Mungu ndani yao. Na pia waliheshimu ile amri ya Mungu ambayo inasema msiwe na miungu mingine bali mimi pekee. Barikiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Hawa ni wadada wetu wa Umoja Kwaya na hii ilikuwa ni interview ya Biblia. Na kama tulivyomalizia hapa, neno la Mungu ndio silaha. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hakikisha unasoma Biblia yako. Si kusoma tu, na hakikisha unafanya matendo yale ambayo unayasoma. Kwa hiyo hii inaitwa Laughter TV na naongea hapa ni Laughter mwenyewe.